maisha inakuanga hivyo. Na lakini recognizing a mistake and apologizing in something else na inakuanga perfect ukiapologize. You being Triza Tata and Triza's sister, acknowledge that you guys hapo kuna mess ilifanyika, kurekebisha lazima, lakini we love her and we need to see her shining. Si sawa? Lakini wacha nikwambie, heart to heart, my heart goes to for Wanja Nyarari. I know maybe you'll be listening. This is a sister. This is a sister to you. Everybody, nobody is perfect. Do not just dismiss everyone, and do not hate everyone because of Triza. Do not hate Triza because maybe she's going through a lot. You can seek a therapist in this form. At the same time, Triza anaweza tulia kidogo kwa media. Alafu kuna watu wengi wanakuandaa kuwork na yeye, lakini anaweza leo mtusi Wanja, watu walikuwa wanataka kuwork na yeye wajipull out. Unanielewa? Because kuna vitu mingi basi ambayo ilifanyika behind the tent bila watu wengi kujua. Labda hata huku. So mimi nilikuwa nasema nilikuwa nasema hivyo, you are my friend. Tumekaa na wewe unakanyaga watu pia nakanyaga, lakini hatujai kanyangana na wewe. Tuko na ile respect, kila mtu akona respect kwa ule mtu wewe. Unajua ule mtu umejuana naye, respect yake unafikisha wapi? Mimi mwenyewe nimekusupport na nikasema Triza alikosea, na juu alikosea pita na kuomba tu jambo moja. Niko na mafans mulichanga, na on behalf of Triza, me I'm very sorry because mimi nilileta Triza social media. Hakuwahi kuja kwa social media. Ile jambo lingine hajakosea mara nyingine. And I know Wanja ni mzazi na alipenda Triza, hata wimbo alitupia kwake kushoot, si ndio? Ni alitupia pale pa kushoot hiyo song. So I know they have worked a journey pia na Triza, na anamuelewa vizuri. Tunaomba pia yeye Wanja Nyarandi aliwapatia place ya kuperform. Ya kuenda kunini kushoot hiyo song. So ile kitu nasema no one is sorry Peter. Hata wewe kuna wakati unajipataga umekosea na huko unataka kukosea. Kuna ile yani kila mtu anakuanga amewekewa mtego yake na shetani, bahari yeye shetani atakushika. Na hiyo ndio reality yenye tutaki kusema. Cause Triza for online ako sahi miezi 2 tu old. Ako 2 months old. Si mtetei, na mimi nimesema alikosea kabisa. No one is perfect. Wacheni tumusamehe cause kuna watu wamefanya vitu mingi sana hata hapa TikTok. Tukio ina wewe pia unajua hivyo. Kuna watu wamefanya vitu mingi sana hata pale Facebook. Sasa hivi na tunawa praise tukisema they are the best, na tunajua ya kuwa hao watu ni wabaya. Na juu hii chapter ilipita, wasameheane na Wanja, wajue vile watanini watarudiana na wapelekane waendeleze jane yao, ila kama trust itaisha wakose tena kwa marafiki, ama vile tu wao watadecide wao wenyewe. But first mimi nikisema alikosea. Ningekuomba kitu because sio ulitukosea, sio ulikosea Wanja, sio ulikosea mtu yote kwa comment section. Inawezekana Triza akuje tu hapa, aongee tu hapa, iishe hiyo story, iishe. Hakuna mambo mengi, iishe. Mimi chenye nimesuggest ni kuwa sahihi asha group hapo na page yake, si ndio? Na chenye naweza fanya nisimlete hapa Triza, amekuwa hospitali, hapo anasikia vizuri. Ameshinda kikomplain kitu. I think hata alipata ile sign, hapo anajua ana nini anaweza jipata. So si muleti kwa kamera hapa cause ako na platform yake. Wakati yeye atakuwa ameheal ama atasikia ni kuwa sahihi, ajisikia niko poa, akuja ajiongea kwa platform yake, ambia watu okay, I missed you guys, cause our followers wetu ndio walikuja wakaanza kumfollow huko. Na sahi ako na platform, si wakati kwa tunasema ati hana platform. She should talk with Wanja, na siwezi mlete kwa kamera yangu for now because mimi siwezi jua mtu ile situation ameshinda the whole day, alafu mkuje mniambie nimlete, haitakuwa wise. Okay, public apology kwa Wanja. Hata hajakuwa online the whole day, I think hata amekuja kuingia jioni. Yeye sijui nini, mimi hakuna mtu nimekosea. Nikaona wengine wanasema you are the one who recorded, mimi si kurekodi mtu yeyote. So ili atafanya ataomba msamaha, watapata na Wanja waongee. Lakini kuulize na on behalf of she's my friend. Basi kuna swali ambao watu wengi anaweza ogopa kukuuliza, lakini nenda kuuliza. Hii recording ambayo ilitoka, nani aliitoa? Nani alirecord? Okay, it happened Saturday. Ilianza hii mambo ilianza Friday. Friday tulikuwa mimi na Wanja na Triza. Na kuna udemo anaitwa Elimu alikuwa anatafuta Triza sana ati anampeleka job. Na wakati alimtafuta sana Friday, nilikataa Triza aende. Wakati nilitoka Kameme nilikataa Triza aende. Yaani nilikuwa tunasikia tu roho yangu haitaki waende na hiyo demo. Saturday alimwamsha na simu saa 1 asubuhi, namwambia wewe enda, wewe kuja. Kaambia Triza
atumie driver mwingine mwenye tunatumianga wakati anataka kwenda pahali na mimi si yuko. Akasema huyo driver naye akasema hapo karibu. Akatumia akaenda tu na gari hiyo dem. So yeye ako kwa gari na anapigiwa simu. Hajui msichana, maybe it was a plan. Let me say it was a plan. So wakati anachukua simu maybe anaongea juu ya zile pressure konazo na event ni kesho, udem naye akamtekea advantage wa Wairimu. Ni yeye alimrecord akiwa kwa gari yake kwa walikuwa tu wawili kwa hiyo gari. So mimi naona maybe kitu kilitokea hivi ndio Triza aweze kujicontrol sa branda. Maybe ilikuwa tu ya Mungu ya kumuonyesha si kila mtu unafaa kuamini. Cause mimi huanga siamini watu. Hata ukiniona hapa mimi ninatembea na kula na watu nakaa na watu, but huanga siamini watu sana. Cause najua si watu wengi hufurahia wakati mtu ako juu. Unajua Triza kuna kitu tabia ni kama Triza kuna ndani tata kuna tabia ni kama ngozi. Tabia ni kama ngozi. Acha tuongee kama watu wazima. Tuongee ukweli. Mimi kama Peter Kioi nije nisikie Wanja Nyarari ametukanwa, Dama wa Spares ameingizwa ndani, fulani ameingizwa ndani. Nakumbuka Dama alikuwa ni rafiki wa Karango. Sawa? Na hiyo siku ya mchango Dama alikuja akaacha urafiki akaja kutuma 100,000. Why? She was supporting a fellow woman. You know, the love and the fruit and the wisdom which women have ni kwamba wanafaa kuji-empower women to women. Unaelewa? So sahi tunaweza kija kuonesha tabia, kuna mtu pale atakaa aseme sasa huyu nilimsaidia na hii tabia yake ndio hii. Unajua tabia ya Triza imetokea sahi, tabia yake real. Sasa sahi atapatia credit yote Karangu, aonesha Karangu kuna kitu alipewa anapitia. Unajua kuna story tulipewa kwamba Triza alikuwa anatukana watu kwa simu, and yeah, she must be jealous because that's a woman. But let me tell you something. Kuna watu wanakujua na pale nje ukijibeba kama brand, achana na brand sasa. Let's go to reality of life. Apart from being a brand, unafaa usikojolea ama usikunye sahani ambayo umekulia. I think Triza na Wanja wako mbali sana hata kimaisha. And I think our watu wa comment section wali support Triza kwa sababu ya uchungu ambaye alikuwa anaongea. Lakini sasa nikuulize, baada ya kupata usaidizi, anakuja kuanza kujipaka matope tena kwa kutukana watu. Hiyo haitakuwa poa. Acha tu nikwambie ile reality yenye mimi siogopi kusema hata mbele ya nani. Hapo Triza amekosea big time, amechoma. Amekosea na mimi nina kusupport. Unaona mimi na mwambie atulie, aache kuongea mingi. Unajua siku hizi Triza ameanza kuongea mingi sana. Unajua Triza ameanza kuongea mingi sana. Na hiyo kuongea mingi bila ya kufikiria inaleta impact gani? Kuna watu wanapenda Nyarari, kuna watu wanapenda Triza na ataanza kuleta vita. Na wacha nikwambie, the more you get fame on TikTok or on media, unaanza kupata kiburi ya kukua mimi najulikana kuna siku utadharauliwa. Kuna watu walikuwa huku, kuna watu walikuwa huku na wakapita. Kuna watu wamejulikana na wakaisha. Na mtu hujimaliza peke yake. Adui ya mtu sometimes ni ulimi yake. Hata akiona vitu zingine anafaa kuconsult, akwambie tata nitafanya nini hapa, because hapa naona kuna makosa. Wewe nimekuona kumsikilia kama sister yake, and as a sister mwambie ukweli, mwambie hapa ni wrong, in right, in wrong, in ushapitia maisha. Tata tumetoka mbali from 2018 mpaka leo tukijuana na wewe 2018 mpaka leo. So I think according to me Triza ameanza kutokeza ile ukweli yake, ile roho yake vile iko. Mwambie awache hizo. Hizo zimenibo man, like ukipitia hizo online unapita tu ni Triza wa Karangu, alafu unajipata wewe ndio ulikuwa kwanza kuchangisha. Mimi kwanza nakumbuka nikiwa na push hapo mpaka 1500. Triza kama anataka kwenda kwake ataenda tu, ni wakati wa kwenda katika kwenda. Aende mapema kukiwa na nafasi, because kuna siku itaweza kosa. Mambo ya familia tutaingililia na lakini advice Triza kidogo, mambo na online, na kuna watu walikuwa wanamsaidia kwa sababu ya watu wengine, kuna watu ambao walimchangia kwa sababu ya kumuonea huruma. Iko poa, sisi tukuja kwa sababu ya kuonea mtu huruma. So it is high time I appreciate kila mtu alikuja kwa life yake, na si kuona kama ni poa kujibizana ama kutusiana na Wanja Nyarari. Mimi hata mtu anitukane hapo kidogo, advice Triza hapo alienda makosa kabisa. Mwambie kama sister yake hiyo nimemwambia kwa hapo. Kwa sababu wacha nikwambie, kuna wakati atatuhitaji na hatakuwa because of what she said before. Unaelewa? So mimi hata mtu akinitusi ama nini, acha nikwambie Wanja Nyarari ana makosa kabisa, because as we speak Triza hana valid evidence ya kuonyesha kwamba kuna shida kati yake na Wanja Nyarari. Amekosea Wanja Nyarari,
ameharibu kabisa. Wacha tu nimwambie ile kitu iko ameharibu. Na watu wengi watamdharau. Na hakuna kitu mbaya, afadhali mtu akuchukie. Lakini kukudharau ni mbaya. Sawa? Si sawa. I think that is the worst thing to do. Aache kushinda kwa address kila kitu. Kama anataka kurudi kwake, arudi kwa amani peke yake because alitoka peke yake, si ndio? So amedisappoint watu wengi. Na hata ukiona watu wanamsupport because they hate her. Wanataka anze kuonekana kama chai, kwa vituko. Mwambie kama yeye ni brand, akae kama brand. Sure. Sawa. Kama Triza kama aliomba msamaha sawa, kama kuomba pia aombe msamaha publicly. Inafaa siombe msamaha inbox. Aende tu aongee vile aliongea, aseme tu sorry on this, I am sorry. Na ni hivyo. Ndio kwambia kweli hapo amekosea. Amechoma big time. Yeah. Wanjiru ukiniambia nishuke nipandisha, usicheze na mimi, wewe utashuka kwa hii live. Na nitakushukisha mimi. Ndakutuma Shakahola mimi moderator huko. Tokyo hii. Yeah. Nimeongelesha kutoka jana na nikamwambia alifanya makosa kabisa, si kidogo kabisa. Na hata mimi mwenyewe nasikia nimekosewa. Nimekuwa dragged kwa drama hii, sikuwa nafaa kuingia. Is it? Na mimi naingia kwa drama tu ya kusaidia, but hajawahi jipata kwa social media ama maybe hata ajui yeye ni nani. So nikamuongelesha na nikamwambia this is the first and the last chance yenye hata mimi mwenyewe naweza kukupea, because yeye hajawahi kuwa kwa industry ama kwa online ama hata ajui ni nini zinaendelea ama ni nini. Nikamwambia kukosea siwezi kukuambia kukosea, na mimi mwenyewe I was the first person kumwambia aombe waja msamaha. So naona watu wananidrag wananiambia mtukosea, hata wewe drop hiyo chapa ya wenyewe sijui nini. Mimi hakuna mtu nimekosea. Nikaona wengine wanasema you are the one who recorded. Mimi si kurekodi mtu yeyote. So ili atafanya ataomba msamaha, watapatana waja waongee. Lakini kuulize na on behalf of she's my friend. Ndio kuna swali. Kuna swali ambao watu wengi anaweza ogopa kukuuliza, lakini naenda kuuliza. Hii recording ambayo ilitoka, nani aliitoa? Nani alirecord? Okay, it happened Saturday. Ilianza hii mambo ilianza Friday. Friday tulikuwa mimi na Wanja na Triza. Na kuna demo anaitwa Elimu alikuwa anatafuta Triza sana ati anampeleka job. Na wakati alimtafuta sana Friday nilikataa Triza aende. Wakati nilitoka Kameme nilikataa Triza aende. Yaani nilikuwa tunasikia tu roho yangu haitaki waende na hiyo demo. Saturday alimwamsha na simu saa 1 asubuhi namwambia wewe enda, wewe kuja. Kapia Triza atumie driver mwingine mwenye tunatumianga wakati anataka kwenda pahali na mimi si yuko.